We back again. Kwa hisani ya Simon Bando ama Simo Bando anahakikisha mambo yanakaa vizuri popote pale unatupata. Hii ni Wamkaya TV, asili mtandaoni, tunabeba utamaduni tunaijenga kesho. Jukumu letu ni moja tu, kuweza kukujuza info zote, taarifa zote zinazohusu mila, desturi na tamaduni mbalimbali, bila kusahau historia za makabila mbalimbali kutoka ndani ya mipaka ya Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Jimbo lako ni moja tu la kuweza kufahamu taarifa hizi na kuweza kuzipata taarifa hizi kwa uhakika. Tufuatilie popote pale. Sisi ni Wamkaya TV, nataka kwa Shokaya kwa hisani kubwa ama kwa uthamini mkubwa wa Simon Bando, ambaye anahakikisha kila video unayoiona ambayo inaweza kukufikia ama kila clip ama kila content yote ambayo inapanda hapa Wamkaya TV, basi ujue nyuma yake yuko Simon Bando. Msupport basi. Nunua bando lake kwa gharama nafuu zaidi kabisa. Jukumu lako tu kuwa na line ya Halotel ama kuna line ya Voda pia. Kama una line ya Voda mcheki, kama una line ya Halotel pia mcheki, upate bando la gharama nafuu. Sisi jukumu letu kuwa na bando, ni jukumu letu tuachie sisi. Wewe cha msingi tu kwa na line ya Halotel na fedha taslim kiasi kadhaa. Nitakuwekea hapo tangazo, utaweza kuona gharama ambavyo zinavyokuwa kwa bando rahisi, bando nafuu. Cheki Simo Bando anahakikisha mambo yanakaa vizuri. Ndio Shokaya niko hapa kama kawaida, nitakujuza mambo mengi. Pia kwa hisani pia kubwa ya kwake Makibo Studio, hawa ni wazalishaji na watayarishaji wa muziki. Watayarishaji na wazalishaji wa muziki wa asili wanapatikana Makibo, Tabora. Wacheki kwa wewe msanii ambaye unafanya muziki wa asili, unawaza pengine ni chimbo gani utaweza kupata, ama unahitaji kufanya kazi, ama wewe ni msanii pengine, ama wewe unahitaji kufanya kazi na inahusu sasa muziki wa asili, wacheki Makibo Studio, wanapatikana Tabora. Mambo yanakaa vizuri. Alafu bando makini, mcheki Simo Bando, mambo yanakaa vizuri. Leo niko hapa kukusogezea taarifa moja kumuhusu msanii wa muziki wa asili ambaye alifanya vizuri na anaendelea kufanya vizuri kwa nafasi yake. Anaitwa Mwanakwela Nkimbile Magoso, ambaye amefanya muziki mzuri enzi zake. Sasa hivi anatamba na vibao kibao kama Daladala na kazi nyingine nyingi tu nzuri. Nenda huko kwenye mitandao katafute kazi zake Mwanakwela Nkimbile Magoso. Tupo naye, amefunguka exclusive interview. Sisi wenzako kazi yetu ni kukunyapia tu, tukizipata tutakusogezea, unazipata kwa uzuri. Hakikisha pia unatufuatilia wewe mdau ambaye unapenda hasa muziki wa asili, unafuatilia muziki. Okay, sawa. Kwa majina naitwa Mwanakwela Nkimbile Magoso, mtoto wa Jeshi la Polisi Tanzania. Asili yangu ni Bugoma Bika Mashinya, lakini kwa sasa niko kama mjini ajili ya business. Biashara zetu hizi tunakuwa na biashara ambazo zinahamika, zingine hazihamiki. Nikisema kuhamika, kwa mfano mambo ya show, lazima uhamie sehemu nyingi, lakini unapokuwa na maduka inabidi yatulie pale pale ili ufanye mambo ya business kama kawaida. Lakini mimi biashara zangu ni maduka ya dawa za asili. Tunatibu vitu vyote, lakini kasoro HIV, lakini vile vingine vyote tunatibu, hamna shida. Okay, mimi najiita kwa jina hilo kwa sababu mimi ni kamanda. Sijawa raia, ni kamanda. Ndio maana unamwona Damas anaimba waziri wa ulinzi Mwanakwela. Ina maana fulani ambao ananiita hivyo. Mimi sijawa waziri wa ulinzi, isipokuwa mimi tu ni kamanda wa kiwango cha kawaida sana, sio cha juu. Okay, sawa. Damas hapo ameorozesha katika wimbo wake. Kuna vitu vingi amevitaja. Kuna wasanii wengine wamepewa kama Limbu, amepewa kwa waziri wa mifugo. Nafikiri alikuwa amepatia kumpa Limbu kwa waziri wa mifugo. Alipatia sana, nilipatia. Okay, Mwanakwela, sasa tufahamu muziki wako ulianza lini na nini kilichokusukuma kuanza muziki wa ngoma za asili ama muziki wa asili kanda ya Ziwa? Mimi muziki nimeanza mwaka 1994. Basi kipindi nimetoka kwa marehemu Bukondi ya Mabiti pale Mwakitoria. Ndio. Nikajitegemea, nikaendesha kikosi changu mpaka 2010.
ndio nikaanza sanaa za muziki kutumia vyombo vya kisasa. Ndio. Ambao nilitoa wimbo mmoja ambao unaitwa Lebukiwi Lize Rahabi. Ukiwa na maana gani? Kuna rafiki yangu alifariki kwa gonjwa la ukimwi. Sasa mimi kaingia moyoni, ikabidi kwamba ngoja ni uchape mwimbo hapa hii walioachwa ambao bado hatujaathirika kidogo, tupate elimu kidogo ya kuepukana na haya magonjwa ya zinaa. Okay. Ina maana huo wimbo ulitikisa sana. Ngoma ilikuwa hivi. Mwanakwela nane binanukemela bakoshi welelo ya shirire obukibi bole malaba mundu bakosha katwiti bajaisa. Hiyo ngoma ilitikisa sana 2010 hiyo. Na baada ya pale basi nikaja kwenye wimbo mmoja unaitwa Mama wa Kambo, kwa nini unanitesa. Ndio. Baada ya pale nikaimba wimbo inasema maisha kupanda na kushuka. Baada ya pale nikaimba wimbo wa Beni. Ndio. Wa Beni umetikisa mpaka sasa, bado umetikisa. Na huo wimbo umenipa manufaa makubwa sana. Ndio. Mimi kama hapa nilikuja mpangaji, lakini mpaka leo nipo kwangu nimejenga. Okay, na unaosafiri pia, na usafiri wa gari zako pia. Lakini sio zile nyumba sana za kiwango, ni kawaida, lakini niko kwangu. Hebu funguka tutuambie bwana, usitufiche, maana nasikia kwamba ni tajiri pia. Habara. Nyumba tu za kawaida kwamba ni fulani za kutosha. Kwamba ni fulani. Okay. Bwana, mimi nimefurahi kupiga interview nawe kwa siku ya leo, lakini pia bado na maswali mengi ya kukuuliza Mwanakweru. Karibu. Hivi sasa watu wanasema kwamba jamaa amepotea, alikuwa anafanya vizuri amepotea. Unahisi hao watu wako sahihi? Hawakuoni kufanya show, hawakuoni pia kujishughulisha na muziki tena? Wako sahihi. Wako sahihi. Kwa sababu ndio usahihi wao. Nimekuwa na business nyingi sana. Nimekuwa na biashara nyingi, nina maduka matatu ya dawa za asili. Bado nimejikita kwenye mazao. Umejikita, unanunua, unalima. Tunafanya kununua tu, sio kulima. Okay. Bado mambo yetu ya serikali yametubana na wenyewe pia. Unajua nchi yetu hii ndio kuikava ni kazi ngumu sana. Okay. Kwa nini napiga kote kote? Kuniona kwao nimepotea ni kawaida sana. Lakini Mwanakwelu yupo. Ndio. Sasa tuwape matumaini gani? Ipo siku tarejea utafanya show kama ilivyokuwa mwanzoni na utafanya muziki kama ilivyokuwa mwanzoni, ama ndio hivyo tuseme Mwanakwelu wa bye bye sasa kwenye muziki wa asili? Hapana. Mimi nipo, isipokuwa mimi nimejikita kwenye mambo ya kupambanishwa. Ndio. Akipatikana msanii au mwenye ngoma za asili ambaye anajiweza, anapambanishwa na mimi kupima uwezo wake. Maki baada ya watu wengine kujisema sana naweza. Sasa nikaona ngoja niwageukie hawa wenye ngoma za kujitama. Vuta ni kuvuti. Je, nione nani anayeweza kama wanavyofanya kina Inaga mlia mbele. Yes. Umeingia huko pia. Niko kule. Kwa hiyo wapambanaji nao wanakuwa wananikwepa tena baada ya kumgaragaza Ngalele ngoro ya Shilunguja. Sasa wananikwepa kwamba huu ni moto gani huu? Kuna tetesi zinasema kwamba Mwanakwelu ni mchawi. Analoga kweli yani. Hii ikoje hii jamaa? Abana. Sema tu mimi kwenye ngoma nina mbinu nyingi sana. Ndio. Nina mbinu nyingi sana. Maki nikiruka sarakasi, nikiendesha baiskeli kwa kuangalia nyuma, nikiendesha pikipiki kwa kuangalia nyuma, nikiendesha gari kwa kukanyaga madansa. Huo ni muziki mwingine sana. Hatari na nusu. Hakuna manja anayeruka sarakasi kama mimi. Okay. Lakini hiyo kuna sehemu zingine natumia nguvu za ziada. Sawa na superstition imo, lakini maarifa ndio mingi. Hivi ni kweli katika muziki wa asili lazima utumie sana dawa kujikinga? Lazima utumie. Okay. Unaona muziki wanapoukosea ni sehemu moja. Kwa upande wa wasanii wenzangu wajaribu sana hili swala kulirekebisha. Ndio. Swala moja ambalo linatusumbua ni swala la kumilikiwa. Ndio. Unakuta msanii amemilikiwa. Sasa ndani ya kumilikiwa kwake wanapokuja kuachana na aliyekuwa amemiliki, ndio lazima afeli. Okay.
kuna usanii mwingine wa kulisi, yani msanii anafariki, wanapatikana watu wa kulisi ule mziki. Kwenye kulisi pale kuna miaka 4 mitatu inakuwa imeshapotea hiyo. Okay. Kwa sababu mziki wa kulisi hauko na mwanzilishi, yani mwanzilishi na mlisi ni vitu viwili tofauti. Kwa sababu mwanzilishi ana machungu ya kazi yake, ndio mlisi yeye anapitia tu kwenye kikwapa sasa, na mambo yake yanakuwa yakikwapa yani. Okay, sawa, hapo nimekuelewa vizuri. Umeshanielewa? Nimekupata vizuri kweli kweli. Nikaja kwenye swala moja la kujisahau. Mtu anakuwa anapiga hela nyingi, ndio anajisahau kufanya vitu vya maana, ndio kwa kuyaelewa yale mabango, kwa kuyaelewa kwamba mabango leo yameenda sehemu fulani, ndio kwa hiyo anazitumia hizi hela kwa fujo, kwa sababu ameambiwa na mweka mabango kwamba kuna sehemu fulani tumeweka mabango, wanakukubali sana huku, siku akienda kule anapiga doro. Kwa hiyo anajikuta msanii anadaiwa. Okay. Na labda kingine nataka nikuulize swali lingine. Ni kweli kwa msanii wa ngoma za asili lazima awe na mganga wa kienyeji ambaye anamiliki kimadawa? Wasanii wao wana dawa tu ya kawaida. Wana dawa ya nyota, ngekewa, kasera na mambo mengine, lakini ukisema kabisa kwamba atibiwe kimanju ni lazima atumie daraja jingine kabisa, sababu sanaa, yani washawishi wa kumjulia msanii kwamba huyu ni msanii ni video. Lakini manju mpaka afike kwenye lile tukio, apige kazi yake aonekane na achome mambo fulani ili watu wajae, huyo ndo manju. Lakini msanii akisambaza video yake kihiti vizuri, ni kila sehemu anauza tu. Sawa. Anauza kupitia vyombo vya kisasa. Na ukiwa kama mkongwe pia wa nyimbo za asili, natamani kufahamu, siku hizi tunaona kuna wasanii wa nyimbo za asili wanaunda mabifu kama Bongo Flava hivi, ni kitu ambacho tukuzoea hasa sisi kanda ya Ziwa, lakini pia katika mziki wa asili. Bifu hilo tuseme kifupi ni utoto tu. Ni utoto, kwa sababu najua mimi mtu ukiwa na bifu naye ni bora ukaongea nyimbo zako kwa kumlenga unayemtaka, ndio, kuliko mafumbo. Maki mafumbo kidogo kunakuwa na picha ambayo sitofahamu, lakini kwa yule anayelengwa akiangalia ile nyimbo na kuisikiza vizuri ataona imemlenga. Ndio. Na mimi ni wasii tu kwamba mambo hayo sio mazuri, tujali kutafuta pesa, kwa sababu najua uzeeni hakuna bifu. Uzeeni ni kutambiana, fulani amepita na gari, fulani unakula vizuri. Hayo ndo tubaki nayo, kwa sababu hamwezi mkashiba majungu kwamba familia ya fulani leo wameshiba, wamekula leo majungu au wamekula bifu. Hiyo haipo. Kwa hiyo huo ni ujana tu, lakini kwa kuwa wametusikiliza sisi wakubwa wao, nadhani wametuelewa vizuri. Lakini kama bado, mimi ni waombe tu mabifu wayaache, wabaki na bifu ya kutafuta riziki. Na Mwanakwero, hapo tukibaki, ni kweli Kisima ni the greatest singer in Sukuma Tribe kama anavyojiita yeye? Hapana, kiki. Hizo ni kiki. Ndio. Unajua kiki, kwanza nikisema kwa undani zaidi, usanii, yani neno usanii, yani msanii ni tusi. Ndio. Kivipi? Usanii ni tusi. Hujawahi kuona wewe mtu unataka kutetea usanii? Yani usanii ni tusi fulani. Ndio. Lakini japo tunapatia riziki, basi tunashukuru Mwenyezi. Lakini usanii, neno usanii yani
msela. Kwa hiyo nataka kumaanisha kwamba Kisima kujiita the greatest singer Sukuma Tribe ni kama vile anatafuta kiki. Hapana, hizo ni kiki tu. Sio kwamba ni msanii ambaye ni mkubwa wa Kisukuma. Hizo ni kiki. Okay. Na wasanii wa Kisukuma wanachanganyia kwa kitu kimoja. Anaanza na jina fupi. Halafu linaenda linarefuka. Ndio. Hapo sema tu Madaraka ni kazi. Ikitogea mimi ndo nimewekwa kitengo cha msanii, yani kuwaweka katika msingi, ingelipendeza sana. Okay. Lakini pia Mwanakweru, tukibaki hapa katika interview yetu leo, na hii ni exclusive interview na ni heavy kweli yani. Na nimependa unavyo respond, unavyojibu maswali pia na kingine